wasanii wengi ambao wanajitafuta huwa hawapendi kukosolewa. Hawapendi kabisa kukosolewa. Yani akikosolewa anahisi kama ni mtu ambaye ameonewa. Anaweza akarudi hata kule status kwake akaposti watu hawapendi maendeleo yangu kwa sababu ni amekosolewa tu kitu kidogo. Lakini na ukiangalia aliyemkosoa ni mtu ambaye tayari yupo kwenye field husika, anajua kitu alichokifanya. So wewe kama artist ambaye unajitafuta katika career yako, hakikisha unakuwa ni mtu ambaye unaelewa nini watu wanasema, na hasa watu ambao wanahusika au wako ndani ya hiyo field ambayo wewe unaifanya. So unachotakiwa ni kuwa msikivu kwanza. Kitu cha kwanza, pokea kile kitu ambacho mtu kakuletea kwamba okay, nimeimba nyimbo, ameniambia nyimbo yangu ni mbaya. Of course inakata sana kuambiwa nyimbo yangu wewe nyimbo yako mbaya sana, na kuna watu wengine hawajui kuchengesha. Yani umeachia tu nyimbo yako anakuambia wewe nyimbo yako ni mbaya sana, rudi studio kafanya nyingine. Yani unaona kama inakata. Of course unaona kama anakuvuruga fulani hivi. Naweza nikatoa mfano mmoja. Kuna sehemu ilikuwa ni studio, alikuwa producer mmoja hivi. Kitu kilichomtokea, yule msanii alienda kurekodi pale studio. Alivyorekodi baadaye akaja kumwambia I say yani haujui kuimba kabisa, umeimba vibaya. Alichofanya ni alinyanyua mguu, alimkanyaga bonge la mteke. Yani alimkanyaga teke paka yule producer hakuamini. Kwa kilichofuata, producer akabaki kuwa mpole na kubaki tu amemwangalia hivi. So hicho ni kitu ambacho tunatakiwa tujifunze sisi kama watu ambao tunaishi kwenye career. Kuna watu ambao wameishi zaidi, ukiangalia toka labda mfano toka ameanza kujipata kujua yeye ni wa wapi, amekaa sana studio, anafanya muziki, anapiga mabiti, anafanya mixing. Kwa hiyo anaujua muziki vizuri sana kuliko wewe ambaye umeamka leo umeenda studio, au ulikuwa unaimbia nyumbani umeamua kwenda studio kurekodi. Akikwambia hujui, basi ile comment usichukulie vibaya, rudi kajitengeneze, alafu uje tena upya, kwa sababu hivi vitu unafanyia tu mazoezi. Fanya mazoezi, rudi upya, ingia studio, tengeneza content ambayo ni kali, nyimbo ambayo ni kali, ili ukitoa iwe ni faida kwako, kwa sababu unakuwa umetoa kitu kizuri. Kitu cha msingi ni wewe kuweza kujifunza kutengeneza content ambazo ni nzuri. Ukipewa wazo au ukiambiwa bana jambo fulani hili ni baya, hii content yako ni baya, ulivyoigiza umeigiza vibaya, ulichofanya hichi ni kibaya, umetembea mtu wa fashion umetembea vibaya, umevaa vazi baya, rudi nyuma, jitengeneze tena, alafu njoo upya ili uweze kuwa mzuri zaidi. Pokea comment na uzidi kufanikiwa katika career yako. Yes, mimi naitwa Mr. Face. Usiache kunifuatilia Instagram, TikTok pamoja na Facebook. And that was my time.